seamlessly, and then the claim is processed, it goes to SHA, SHA pays the hospital. You know, that is not how it works. Mkukatiza kidogo mheshimiwa. Tukiangazia masuala ya afya ambayo ni SHA na SHIF pale. Tumeona watu wengi wakicomplain sana wakienda hospitali hawatibiwi, wanaambiwa waifanyi. Na pia kile cha kushangaza ni kwamba kuna wale ambao wanasupport serikali, na kuna mmoja pia kutokea kule maeneo ya Meru, sitamtaja jina kule, anasupport serikali na ndio wa kwanza alikuwa anaimba kwamba SHA inafanya. Lakini kidogo tu mheshimiwa, alilazwa hospitali wiki 2 zilizopita pale. Yeah, Makarena, namjua. Na tukamwona kwamba akilalamika kwamba SHA haifanyi. Labda ni nini inafanyika? Ni kumaanisha kwamba wale ambao wanasupport serikali wanalazimisha kusema hii inafanya na haifanyi. Mimi nataka nikuelezee hivi vile SHA inafanya. SHA inafanya through threats. Vile nimekuelezea, hakuna a seamless system ambayo inafanya uweze ukienda hospitali unasema mimi naitwa Anthony Kibagendi, wanakuambia weka biometric, ina pop sura yako na details zako, unaingizwa kwa daktari, anakupima, anasema huu mtu ako na malaria, ama unaambiwa nenda lab katibiwe, costs zinakuwa collected, unaambiwa dawa nenda ukachukue pale, alafu that is not how SHA works. SHA is working through threats. Where hospitals, wewe kama ukiingia katika hospitali, hospitali inalazimishwa kukutibu whether the system is working or not. Hii hospitali kwa nini inalazimishwa? Wanaambiwa usipotibu au watu watuletee aibu, wewe tutakutoa katika kufutwa kazi. Si kufutwa kazi, tutakutoa katika the hospitals that are providing services to Kenyans. And you're in business. So you just have to do it. So number 2, it is about the benefits. Benefits za SHA. Hapo awali, mama mjamzito akienda kujifungua, kulikuwa na kitu inaitwa Linda Mama kwa NHIF, ambayo ilikuwa inalipa the entire cost from the day you walk in to the day you walk out. In what sense? Kama utazaa na uwe na complication, ama mtoto awe na complication, it will take care of that and the number of days you'll be in hospital. Sasa hivi, ukienda ujifungue, if you have complications, ama mtoto awe na complications, SHA will only pay up to 13,000 shillings. Anything above that you pay from your pocket. Hiyo ni normal delivery. Na kama unaenda kujifungua kwa njia ya C-section, ni 33, iko capped at 33,000. Anything, mtoto akuwe na complication awekwe kwa ile nursery, ama wewe unahitaji kuongezewa damu wiki mzima, ama mambo kama hayo, beyond 3 days and any other complication, you take care of it. That is the truth. Haya, ngoja kidogo, tuingie wale ambao wanaugua ugonjwa tuseme wa cancer, ama wanahitaji matibabu specialized. Unapata there is a cap. So in a financial year, if you utilize that and imeisha, bas we sasa jisort. Kama sasa tuseme ni ile ya kufanyiwa the weekly imepotea kidogo, ile dialysis. Ukimaliza your session, ukimaliza fedha zako na bado uko na sessions zingine, hizo utajilipia. That was not the case. That is supposed to be there. While at it, SHA iko na other benefits mzuri kwa Wakenya. Kuna kitu inaitwa emergency treatment, ambayo ni muhimu sana. How I wish it was working. Whereby, ukipata ajali, badala ya kukimbizwa Kenyatta uende kupanga foleni, Kenyatta iko na watu wengi, unaweza kupelekwa Nairobi Hospital, utibiwe, baadaye ukishakuwa stabilized, you can be moved kwa hospitali ya kiwango chako. Unaelewa? Hiyo fedha itatumika kulipa Nairobi Hospital for stabilizing you. We have to save life. Hiyo ni fikira mzuri. Ya pili, kulikuwa na ingine ya digital health, which is a good idea. Jambo lingine, hii kitu ya primary health care, it is a good idea but it can't work. Whereby, right now, huwezi kuenda kwa hospitali ya level 4 kutibiwa straight. Wanataka ikue referral, uende dispensary, iende level 2, ikuwe referred to level 3 ama level 4, which does not work. Kama wewe hapa unaishi huko na Bunge Towers ndio the nearest hospital, like it's been in the past, wewe ingia Bunge Towers, tibiwa. Sasa uende kutafuta hospitali Westlands ambayo ndio level 2, uanze hapo ndio baadaye wakuje kukurifaa hapa. Unaona hiyo ni cumbersome for the user. Kwa hivyo hiyo kuna mambo
mazuri na kuna mambo mabaya kwa SHA, lakini mabaya yana outweigh yale mazuri. Hiyo ni example tu nilikuwa natoa ya fikira ambayo inaturudisha nyuma na hii mambo ya broad based government. Wakati ambapo SHA tuliona viongozi kadha wa kadha kutoka upande mwingine wa Kenya Kwanza wakienda kila pahali ni kupigia debe ule mswada wa SHA na SHIF kwamba inafanya, lakini pia tukamsikia rais wa hapa nchini Kenya ambaye ni Rais Ruto akisema kwamba haya ni masuala ambayo yanakuja na mambo na internet, ni wizi, whereby there is no system sophisticated enough in this country to cost 104 billion. No system. Look here, hiyo system wananua 104 billion. Wale wali provide NHIF system, they were willing to upgrade the NHIF system for 20 billion shillings. We had students from Jomo Kenyatta University who are willing to do the system, and then it can plug into the Safaricom network and do it for less than 1 billion shillings. We had other vendors who were willing to give a system for less than 50 billion shillings or 30 billion shillings. Why did we have to do 104 billion, 10 billion every year for 10 years? Ni wizi mtupu. Tunajua wale ambao wanapata, na kidogo unapata ile consortium ya wale ambao ni beneficiaries kutoka Kenya, ni marafiki wa rais. Wengine wanafanya kazi State House. Ukweli. Na mimi siogopi kusema, katika Biblia inasema, kwa Revelation inasema Mwenyezi Mungu watu ambao hawapendi kabisa ni watu waoga ambao hawasemi ukweli. Unaelewa? Na mimi nitaendelea kusema ukweli. Ukiangalia hiyo SHA system, kampuni ambazo zilipewa kandarasi, none of those companies has ever done a system of that magnitude anywhere in the world. Anywhere in the world. Na zilikuwa registered within almost 8 months. Dubai kakuwa registered haraka, ingine hapa July. October we were issuing the go ahead for these companies to start working. And it was single sourcing. Single sourcing, you must give reasons why. They were not compelling even to the committee. And that is why tunasema hii wizi tutaimaliza by kutoa William Ruto na wale wote ambao wanafanya kazi nao, na kama mimi chama yangu ODM itamsupport William Ruto, watatolewa wote pamoja. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Asante sana mheshimiwa. Jana tumemwona SG ambaye ni Edwin Sifuna akizungumza na kinyume na yale ambapo alikuwa anazungumza pale Citizen TV wiki iliyopita pale. Maana alisema yeye atambui broad based government, lakini natumai kwamba umeona kile ambacho kimefanyika jana. Na hakuna kitu ameongea kinyume. Naam. Nyinyi watu wa media mna distort information. Sifuna as an individual, he does not support broad-based. And he knows William Ruto, even with the support of Raila Odinga, will not be re-elected. Hiyo ninasema sababu we do research. Atuongei sababu tuna nini, we do research. Yeah? Hata wewe, the most basic research you can do, enda pali unatengezwa nywele kwa kinyozi, kwa hiyo salon, ufanye research, ujue ni watu wangapi watapigia Ruto